Father, we thank you for your word. We want to thank you, Lord, for this opportunity that you have given us to worship you, Lord, and to hear from you. We want to thank you, Lord, for your word that is going to come to us, that you are going to share to us, oh God, this, oh Lord, this hour. We want to thank you, Lord, for your people, oh God, your sons and your daughters, oh God, that you have brought, oh God, into this place, oh God, to worship you, Lord, and to hear the message from you. How I pray that, Father, we are going, Lord, to meditate it, oh God. I pray that, Lord, your word is going to reach your people, oh Father, at the appointed time, that, Lord, your word will mighty to bear fruit to thy people, Lord, in their lives, oh God. And your people, Lord, are going to celebrate and to always testify of your greatness, oh God, in the mighty name of Jesus. Use me as your vessel as I deliver your message. In Jesus' name, amen. Begin one more coffee. Amen, 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 amen. Ya, ningependa kuzungumzia kitu kimoja ambacho leo nataka tuende straight into the word, na nitaongea Kiingereza nikichanganya na Kiswahili, na Bwana atazidi kutubariki, na nafikiri Bwana atazidi kutupa neema ya kuweza kuelewa zaidi anachotaka tuweze kuelewa siku ya leo. So ningependa tuweze kuzungumzia kitu inaitwa the kingdom citizen. The kingdom citizen. Na ningependa tuweze kusoma katika kitabu cha, nafikiri siwezi nikaona pale, lakini tutazidi kushiriki pamoja. Okay, nitaweza kusoma na kuona. Ya, ningependa tusome katika kitabu cha Philippians chapter 3, Philippians chapter 3 verse 20. Philippians chapter 3 verse 20. Biblia inasema ya kwamba, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Naomba tuweze kusomewa pia kutoka katika kitabu cha Luke chapter 15, Luke 15 verse 11, Luke 15:11, Luke 15:11, Luke 15:11 inasema, Jesus continued, there was a man who had 2 sons. The next verse, the young one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Verse 13. Not long after that, the young son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Nimesema nataka kuzungumzia kuhusu kitu inaitwa kingdom citizen. A kingdom citizen. Unajua wakati ambapo Adam na Eva ama Eve walipowekwa katika shamba la Edeni, Adam hawakupewa kingdom, hawakupewa heaven, but they were given the kingdom. So they were given a territory, ama walipewa the environment ambayo Mungu, there was the presence of God. They were given the kingdom. Maana kuangalia katika agenda ambayo ni agenda ya Mungu kuweza kuumba mwanadamu, alitaka ampe dominion, aweze kumiliki. Alitaka aweze kumpa the power to belong. So there was a kingdom. He was given kingdom to rule, to reign, to aweze kutawala pale katika shamba la Edeni. Lakini hiyo kingdom alipata kupoteza. So Adam and Eve,
they lost the kingdom according to the agenda of God. This is the origin ambayo the idea ya Mungu kuweza kuumba mwanadamu ilikuwa ni aweze kumpa the kingdom. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Lakini ambacho nataka kukuambia siku ya leo ama kukujulisha ni kwamba we are kingdom citizens. Maandiko yanasema kwamba although we live in this world, we are not of this world. So that means kuna mahali ambapo sisi tumetoka. Bwana Yesu asifiwe. There is identity. We have an identity. Tuko na mahali ambapo tumetoka. Ina maana kuwa hata kama tunaishi hapa, hata kama unaishi hapa Kenya, you are not of this Kenya, you are not in this, you are not of this world, but you are from the kingdom of God. You are from the heaven. Bwana Yesu asifiwe. Yes. So wakati ambapo tunasema ya kwamba mtu anasema ya kwamba mimi nimezaliwa hapa Kenya, ama Kenyan. So sisi kama Wakristo tunaposema ya kwamba tunapotaja mahali ambapo tumetoka, we don't say we are Kenyans. Yes. Tutasema aje? We are heavens. Bwana Yesu asifiwe. Yes. We are heavens. So we are the children, or we are the sons and daughters of the kingdom. Our citizenship is we are from heaven. Bwana Yesu asifiwe. Yes, andiko nasema kwamba we existed even before we were born. So in the mind of God, we existed even before we were born. And that is why, na ndio sababu ambapo Yeremia anasema ya kwamba alizaliwa hata kabla azaliwe kutoka katika tumbo la mama yake. Mungu alikuwa anamjua ya kwamba ataitwa nabii, atakuja duniani na atakuja kutekeleza kazi ya Mungu ya unabii. Bwana Yesu asifiwe. Yes. So the ideology ya Mungu ilikuwa ya kwamba sisi tuwe citizens of the kingdom. And ndio sababu wakati ambapo the kingdom was lost by Adam and Eve in the Garden of Eden, the original idea ya Mungu haikuwa mwanadamu aweze kutoka sana ama kuweza kutoa jasho akitafuta. Sisi ndio tunitafutia kutafuta. Tukasema hatutaki hapo shambani kufanya kazi ile iko hapo na kukula matunda. Tukasema tunataka kusweat. Tulijitafutia hiyo sisi wenyewe. Lakini the original idea ya Mungu ilikuwa ya kwamba tuweze kuishi pale, tuweze kufurahia matunda ya shamba lile, mahali ambapo tutasikia kwamba yes, we are the kingdom. Lakini wakati ambapo sasa tulikosa, we lost the kingdom. We lost that privilege. We lost all the benefits that were there in that Garden of Eden. Na wakati ambapo tunapoteza ufalme, kuna mambo ambayo hujitokeza. There are consequences that accompany our disobedience. So wakati ambapo Adam na Eve walipata kupoteza ufalme, maandiko yanasema kwamba they ran away to hide themselves. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Wakati ambapo umetoka nje ya ufalme wa Mungu, wakati ambapo you now cease to be a citizen of the kingdom, you began to be of this world. Bwana Yesu asifiwe. Yes, they lost the kingdom and they hide themselves. They were ashamed. Shame came into their lives. Guiltiness came into their lives. That is what happens. Hiyo ndio inayotendeka wakati tumeenda kando na this country. We come from a country. Bwana Yesu asifiwe. A country. The Bible is telling us very clear
communication. Hapo ndipo we are supposed to be connected. So are you connected with heaven, your place? Are you connected with heaven to give you secrets about that kingdom? Kila kingdom, every kingdom, every country has its own culture. There is a culture of people who come from heaven. There is a lifestyle. Kuna maisha, kuna namna ambapo unapaswa uweze kuishi. Kuna namna unapaswa kutembea. Yes, you don't walk endlessly. You don't just walk anyhow. Hautembei katika njia za uovu. There is a way that you are supposed to walk as a citizen of the kingdom. There is morals. There is morals. Morals that you are supposed to adopt. There is an ideology ambayo lazima you are supposed to tap from your kingdom. Maana wakati ambapo Yesu alipokuja duniani, alikuja ili kuweza kurestore that kingdom. Uwa uraia wa sisi kuwa we are citizens of the kingdom that we lost in the Garden of Eden. Bwana Yesu asifiwe. Yes, and it was a joy to us. That is why Maandiko yanasema kwamba the only message that Jesus preached, ama message, ujumbe ambao Yesu alihubiri hapa duniani, ulikuwa ni ujumbe wa kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Yes. He came to bring back the kingdom, the citizenship to us. That is very important. Because there was something lost. He came to restore that which was lost. Mahali ambapo tumetoka, there is a culture. Lazima tuko na katiba kila nchi. Every country has a constitution. Why? What is the work of a constitution? Kazi ya katiba ni nini? Kazi ya katiba ni kuelekeza wananchi, hiyo nchi, jinsi ya kuweza kuendesha sheria ambayo ziko pale, and there are rights that are covered also in the constitution. Na wakati ambapo tunatembea hapa duniani, hatupasi kusahau na tuende nje ya our country. Tumeona madhara ambayo yanatokana na kwenda nje, outside our country, our kingdom, outside the kingdom that we have. Tumesoma katika Luke chapter 15 verse 11, tumeona hapo mahali ambapo there are two sons ambao walikuwa wamezaliwa na mzee mmoja. Kama nilivyosema ya kwamba yule kijana mdogo akaja kwa baba yake akamwambia, nataka urithi wangu. He knew ya kwamba according to the rights, he has a right to inherit. He has a right to get the shares of his father. Akaja akamwambia baba yake, nataka urithi wangu. Hakukatazwa. Alipewa urithi wake, akakusanya mali yake. Maandiko yanasema and he went to a far country, another country. Nataka uzame katika roho kuelewa what it means to change from one country to another. Huyo kijana alipoenda, alienda zake in a far country, and the Bible says he squandered all the property. When you get out of your country, when you change
wasted time, he wasted the opportunity, he wasted his body. Everything is squandered, everything. Na maisha yake. Come on, don't the same again. Wakati ambapo to go deeply in the kingdom, we are citizens of the kingdom of God. Our place is in heaven, and that was our original place. Hapo kama unaelewa ya kwamba hapo ndipo tulipokuwa, hapo ndipo kwetu. Hapo ni kwetu, hapo the heaven is our place. And the Bible says we eagerly wait for Christ to come and take us there. Where we came from. That is why Romans says, although we are in this world, we are not of this world. The Bible says we are the ambassadors being sent by the kingdom of God. Our country has sent us here to deliver, to fulfill the assignment, kutimiza kazi ya Mungu aliyotuitia. Tumetumwa. So we carry dual citizenship. Tuna uraia mara mbili. Tumezaliwa tunaitwa Kenya, lakini we are not of here. There is our original country which is heaven. The kingdom of God that we received through Jesus. It is the kingdom that finally we are going to tutalakiwa hapa, tutakutiwa na tuweze kuenda pale ambapo we originally come from. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo tunatoka. Na ndipo Maandiko yanasema wakati Yesu alipoondoka hapa duniani, anasema kwamba we are seated together with him. Lazima uweze kuingia deep in the spirit to understand this and to believe this. Kama wewe unajua uraia wako, kama wewe unajua where you are from. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Lazima kwa akili yako uweze kujua kwamba you are an ambassador. Umetumwa kuwakilisha nchi yako. This is not your place. This is not your country. The original country is the kingdom of God. It is heaven where we are coming. We are coming. And that is why we are to represent well. Lazima tuwakilishe vizuri ufalme wetu. Na tukiwakilisha vizuri ina maana ya kwamba lazima tujue na tutambue. Tutambue what? Do we know our country? Do we really know what belongs to us? Do we know the benefits of staying and maintaining that we are the citizens of the kingdom? Our country needs men and women, a devoted people to serve and to represent our country well. Wakati tunapozungumzia kuhusu serikali ya Kenya, maana kila serikali, kila country iko na watu wa kurepresent kwa maeneo tofauti. Tunazungumzia kuna wawakilishi wadi, kuna wawakilishi, kuna wabunge, kuna governors, ambassadors ambao wanatumwa kwa kila nchi kuwakilisha nchi yao. Lazima wajue kinachoendelea katika nchi yao. So do we really know what is happening in our country? Do we really know what is happening in heaven? Are we connected? Failure to connect heaven. Kila ambacho kitakuwa kimeandikwa ni no signal. Not connected. So wakati ambapo tunaenda kinyume na mapenzi ya Mungu, we are disconnected. We don't receive the secrets anymore. And the secrets that we receive, it is the secrets of the kingdom where we come from. How we are supposed to operate here. We have been given, tumepewa kila kitu to enable us or to facilitate us, ili kuweza kufanya kazi vilivyo na inavyostahili.
ufalme wa Mungu uko na departments tofauti ambazo zinaishwa watu wake ambao wanao represent that country, the heaven, they are well equipped. And that is why tukiwa hapa lazima tujue ya kwamba we have security, we are secure. Huu ni ufalme ambao we don't beg what we know just to speak because we have the right. We know our rights because you have been given this constitution. Jinsi ambavyo tuko na constitution in Kenya, which guarantees us the rights and the laws that govern this country. We also have the constitution. Our constitution is the Bible, the word of God that guides us. How we are supposed to live, how we are supposed to conduct ourselves as we represent this kingdom. Because when you receive Christ, you receive the kingdom. Maandiko yanasema kwamba the kingdom of God is in you. Wakati ambapo ulimkubali Yesu, ulipokea ufalme ndani yako. And that is why the Bible says, Yesu alisema ya kwamba I'm in my Father and the Father is in me. So, wakati ambapo umekubali Yesu, you receive the kingdom. And now that your citizenship is in heaven, where Jesus is seated, we are seated together with him. Maana aliweza kusulubishwa na akazikwa na akafufuka. Wakati alipoenda mbinguni, by faith we are seated with him. Na hiyo ndio sababu nataka uelewe leo ya kwamba you have the rights and we are not members of our country. We are citizens. Hiyo nataka ingie vizuri katika akili yako. We are citizens, not members. Maana members have got no rights. Only citizens have the rights. Members have got no power. Members have got no authority. That is why tonight we're citizens, because we belong. We have the rights that gives us power and authority. So when we speak whatever we need in the kingdom, we speak with authority. We speak knowing that we have the right. We speak knowing that we have power. Na kutokuelewa kwa sisi kama Wakristo ndio kumetufanya sisi tusije tukawakilisha ufalme wetu ulivyo. Maana hatuelewi ni ufalme wa aina gani, ni ufalme unaofanya kazi vipi. Tumekuta hapa duniani na tumeanza kuona ni kana kwamba uraia wetu uko hapa. We don't belong here. The Bible keeps on reminding us that although we are in this world, we are not of this world. Na ndio sababu mwimbaji wa wimbo anasema ya kwamba mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu kumsahau Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Yes, all of us, the original place was heaven. But we lost the chance. We lost the kingdom. We lost the kingdom. And that is why Jesus came. Na wakati alipokuja sasa, neema ipo kwa watu wote kumkubali Yesu. To be given back the kingdom. To be given back the right to become the sons and daughters of the kingdom. What Jesus view. To get back our citizenship, we need to understand what happened. Na lazima kama tutaweza kumaintain our citizenship, lazima tuweze kuelewa mambo mawili ambayo nataka uyasikie leo.
ujue kitu inaitwa fellowship. Fellowship. Fellowship ni kitu ambacho wakati Yesu alipokuja hapa duniani, tunaposoma Matthew 4:17, the Bible says Yesu alipokuwa anatembea alipatana na watu pale wakivua samaki, Peter and Andrew. He told them, follow me and I will make you the fishers of men. Follow me and I will make you the fishers of men. So kama utabaki kuwa the citizen of the kingdom, in your place really is in heaven, lazima you will follow Christ. You will follow what he does. Utafuata vile anavyofanya. Lazima tukue watu wenye kufuata Yesu vile anavyofanya, vile ufalme unavyofanya, unavyotaka tuweze kufanya. They followed, they left everything and they followed Christ. They received the kingdom back. They received citizenship and they become sons and daughters of the kingdom. Their place is in heaven. Kuna watu wengine ambao walifuata mtu ambaye anaitwa Abraham. Wakati alipoambiwa na Mungu amka uende, he followed the instructions. So it is by following the instructions of our constitution, which is the word, that we become people who are obedient to our country, which is in heaven. They follow. The disciples follow. Fellowship is one of the factors that we need to embrace if we really maintain our citizenship. Number two, that is what we call dependency. Dependency. Being able to depend on your country principles. Uraia wako kuwa na uwezo wa kuweza kutegemea mahali ambapo unachukua instruction. You depend on your country. Depend on God to give you wisdom. Depend on God to give you grace. Depend on God to give you strength. Be somebody who is able to depend on God for any assistance that you want. Kuwa tayari kuhusisha ufalme wako, kuseek guidance from your country. Your king, who is God. In this country that we belong, we own nothing. We own nothing. Whatever we have, it is for the kingdom. It is for the benefit of the kingdom. What we have, what we carry, the more you are being equipped, vile ambapo umeweza kupewa chochote ambacho umepewa from the kingdom of God, it is not yours. It belongs to this kingdom. It belongs to this country. It belongs to our Father who's God. He has given us, He has empowered us to be able to make influence and impact into this world. Lazima to make known, to make known the principles of our country. Kama tutaweza kuweka uraia wetu, lazima we conduct ourselves in accordance with the principles and the laws of the kingdom. Kama tutawakilisha nchi yetu vilivyo, we are going to be
be called back. Nataka ujue ya kwamba wale ambao ni wanawakilisha nchi yao, wote ambao wamechaguliwa hapa Kenya kwenda kuwakilisha nchi yetu Kenya hapa huko ughaibuni ama nchi za huko mbali, wamepewa jinsi ambavyo lazima wajitahidi katika kazi yao. Na kama wakilishi vilivyo wanaitwa, sijui kama unajua kile ambacho serikali inaitwa, we are calling you, you will be called back to your country. Ina maana ya kwamba au kuwakilisha vilivyo nchi. So kama tutawakilisha vizuri nchi yetu ambayo tumetoka, our citizenship is going to be gone. Au kuambasada wetu will be gone. But yes, because we have failed the country where we come from. Lazima tuelewe na tujue ya kwamba tuko katika nchi hii ili kuweza kudeliver on assignment. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yes. So lazima tuelewe na tujue mambo hayo, na tujue kwamba si lazima. It is not a must that to be in Kenya to be a Kenyan. Si lazima ukuwe Kenya ndio ukuwe Kenya. So ukienda nchi nyingine utabaki kuwa Kenya. So hiyo nchi nyingine tuko hapa, hata kama tumezaliwa tuko hapa Kenya, lakini we are not of this world. Hatuwezi kuambiwa kwamba tutaitwa watu wa nchi nyingine ambao ni heaven. We are still heaven. God living in this world. We are not of this world. Wakati ambao huyo kijana alipotoka kwa baba yake akaenda nchi za mbali, hakuacha kuwa wa kutoka nchi ambayo ilikuwa ya baba yake, mahali ambapo alikuwa amezaliwa. And that is why he came back. He came back. Because mahali alipoenda sio mahali pake. He was a foreigner. In this world, we are sojourners. We are foreigners. Lakini kutoka katika our country, which is the kingdom of God, the heaven, we are not foreigners. We are not foreigners. Sisi ndio tunamiliki ufalme. We are from that country. We belong there. Sisi ndio tunaishi hapa duniani kama sisi ni foreigners kutoka mahali tunatoka. Lazima tuishi kama watu ambao hakika wanamiliki ufalme. And that is how we are going to become the real citizens of the kingdom of God. Heaven is watching us to see whether we represent true. We are not here kukaa tu kulima hapa duniani, kufanya mambo yetu na kufa. No. Kama na mambo tunayowafanya, tusije tukawa occupied so much in our lives that we forget that we are here for a mission, that we are here for an assignment, that we are ambassadors, we are sent. There is expectations of the kingdom from you. And that is why your sababu maandiko yanasema kwamba we are going to be accountable for what we did.
Na ndio sababu maandiko yanasema kwamba kulikuwa na mfalme mmoja aliyewaacha wafanye kazi wake, wafanye kazi, na akawaachia fedha waweze kufanya biashara. Wakati alipoenda kurudi, alipata kuna wengi waliotii na kuna mmoja ambaye hakutii. Alijiona mjanja, akaficha fedha alizopewa kuweza kufanya kazi ili amultiply. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Na story yote inatuonyesha jinsi ambavyo we have been equipped kufanya kazi yake Mwenyezi Mungu, and how some of us are afraid to do it. Na kuna wengi ambao they are willingly, ambao wamechangamkia kazi waliopewa na wakaifanya ufalme wa Mungu ukamultiply. And those are the people, maandiko yanasema kwamba wakati mfalme alipokuja, he congratulated them na akaongeza. So the more we get deeper into the kingdom, the more we become kingdom citizens, the more we get deeper understanding, the more we get revelation, the more we get the secrets of the kingdom. That is what we should do. Lazima tuelewe hiyo. Ndio sababu maandiko yanasema kwamba hata aliye na kidogo na hataki kukifanya kiwe kikubwa, you don't want to multiply it, it will be taken away from you. The small secret that you know, if you don't multiply it, it will be taken away from you. If you misbehave in this kingdom, it is going to be taken away from you. Bwana Yesu asifiwe. Yes. There are so many people who have gone to a far country, another country, and they have suffered a lot. Only because they have gone out of their country, where the security is guaranteed. They are now insecure where they are. They regret as to why they went away, because the kingdom has been taken away from them. I want us to be able to know that we are going to be accountable for what we do. When our master comes back, we are going to be held accountable for what we did in this world. Bwana wabariki na watie nguvu. Pigia Bwana makofi. Amen. Amen. Amen.